Mtu mwenye nguvu, rudia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, ndio, alindapo nyumba yake, ndio, vitu vyake vi salama. Vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea, ndio, na kumshinda, ndio, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu aliyekusanya pamoja nami utawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu. Hapo. Anasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Mtu mwenye nini? Aliyejifunga nini? Akilinda nyumba yake, vitu vyake viko nini? Viko salama. Maana yake mtu ambaye ni watchman katika ulimwengu wa roho, ni mlinzi katika ulimwengu wa roho, ni mtu muombaji, mtu aliyeko macho katika ulimwengu wa roho, mtu mwenye kuomba, mtu mwenye kusoma na kufuata mapenzi ya Mungu, akivilinda vitu vyake, maana yake vitu vyake viko salama. Wewe sasa hivi ukiwa hapa kanisani, vitu vyako viko salama. Maana yake hakuna adui anaweza kuja, kwa sababu akija anaona moto, sababu sehemu ulipo ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo ukiwa baa, mwizi akija anaiba kirahisi. Ukiwa kwenye uovu, mwizi anaiba kirahisi. Lakini ukiwa mbele za Mungu, ukiwa kwenye prayer, ukiwa kwenye maombi, maana yake adui anavyokuja kuvamia, anakukuta wewe ni moto, anashindwa kukuvamia, kwa sababu ni sawa sawa umejifunga silaha. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa sawa kuja leo mtu eti anapanga, wewe una bunduki, atakuweza? Anapanga, una bunduki, atakuweza? Hakuwezi, kwa sababu tayari umeshakuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho. Sasa bunduki zetu ni maombi. Bunduki zetu ni kupiga magoti. Bunduki zetu ni kukesha. Bunduki zetu ni kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ukifanya hayo yote, ukifanya mapenzi ya Mungu, utakuwa salama na vitu vyako vyote vitakuwa salama. Elimu yako itakuwa salama, watoto wako watakuwa salama, biashara yako itakuwa salama. Bwana Yesu